Karibu sana huku kwa Farodhi TV. Yes, thank you so much. Na nimefurahia kusikia umekuwa ukitutazama. Yes. Si ukichukua hata kanamba kangu nipigie uniambie Farodhi, naona vile mnaendelea vizuri. Kuona nimekuwa nikiona, but you know it is good sometimes to be at the sidelines. Lakini I have given the support. Na wenye huwa wanatufuata wanajua na kufuata sana. Yes. Wow, so I'm not new to you. Ni vile sasa physically hatuja meet. Kwa hivyo umekuwa ukitusupport. Yes, and as always there is time for everything. Now it is my time to meet you. Wow. Yes. Sasa wewe ndiye nani? Mimi kwa majina naitwa Jimmy Gedenji. #uncle, #baba mdogo, that is what wanavyonijua. And I am younger brother ya former husband ya Virginia Wangari. So mimi ndugu ya Samuel Kamotho. Haja. Yes. Wow. Karibu sana. Thank you so much. Unajua ni vizuri by the way, unaambia watu wasaidie ile nyingine. Yes. Isikuwe Virginia alituletea story. Ni vizuri tusikie upande ule mwingine. It is very important. And it seems you people you are supporting Virginia. Now that you're here, unajua kama hamngekuwa mnamsupport haungeitikia kukuja. It is very true. Yeah. So good to see you. Maybe a brief introduction ya vile unajua Virginia. Briefly, Virginia nilimjua nikiwa study 6 actually. You might not know that Barothi, you might not know. Vile unaniona unaweza hivyo unasema ati unakaa kama ni baba na mama yako. It is very untrue. Mimi nilikuwa nasomea boarding nikiwa primary school. So when Virginia aliolewa na my brother, kama kawaida si bwana analeta mama bibi yake ushago kwa wazazi. Yes. So ndio nilimpata wakati sisi tunatoka shule holiday tumefunga. Nilimpata nyumbani kwa wazazi wangu. Sasa ndugu yangu akiwa amemleta kwao, isn't it? So nilikuwa kijana mdogo, kwanza nilikuwa na kinyasa ndio wakati ananijua. So after that basi nikajua yeye ndiye bibi ya ndugu yangu. And during holidays niliomba sana, unajua sisi tumezaliwa ushago pale Nyeri. And I kind think you know that mzaliwa ushago so wakati yako lower classes ni gumu sana wewe ametembea nje ama ameenda town kubwa. Ile town nilikuwa nimeenda kubwa ni Karatina, Nyeri na Kilogoya. Because actually nilikuwa nasomea Kilogoya nikiwa primary school. So wakati ya holidays nili request my mom at least kama anaweza tupeleka kwa my brother. Nasikia anaishi Thika, tukaone town ya Thika na tutembee pale. And actually my mom honored that, na wakati tulifunga I remember the first time nilienda kwa Virginia. Nilikaa siku 4. Tembea. Sasa naongea kuhusu wakati niko primary school Goja. Nikiwa study 6. Sielewi. Huyu nimempata akiwa class 6. Amenipata na kinyasa ya right brain. As I have said. Yes, niko hapa. Haja serious? Yes, that is the issue. So my first time to visit Thika, nilitembea kwa ndugu yangu. Na they were living in Makongeni phase 4, so how. Ni wale wakati watu wanajikuza kwa maisha. You know, I was small, sigeelewa that they were wanajikuza at the time. I had that joy na ile anxiety ya kuwa nimeenda town kubwa. Unajua as usual wakati tulienda kwa Virginia, sisi ni vijana 6-year-old kid, study 6 kid, isn't it? Mimi na my younger brother. So pale tunapata tu queen cakes, those chembe vitu tamtamu na mtoto hupenda kula, isn't it? So that is the welcome tulipata kwa Virginia, and I was overjoyed kwa nimeenda town, my first time in a big town inaitwa Thika. Mimi sikuwa najua that ndio wanaanza maisha, because hakuna town nyingine kubwa nilikuwa nimeenda nikaona vile watu wanaishi, unanielewa? So I remember the first time tulikaa siku 4. My brother as usual amekuwa mtu ya kazi ya mijengo. So mostly hakuna wakati tukikaa naye mchana. So the person mwenye tulikaa naye ni Virginia na my mom. And from that time na ofisi yetu tukiwa watoto, let me say about myself, nikampenda sababu she was very welcoming. Hizo siku 4 kwanza nilikaa kwa my brother nikiwa mtoto the first time. They were the sweetest days of my life. Sikuwa nimeenda town nyingine. Na sasa nilikuwa natamani tu anytime tufunge shule nitembee wapi? Kwa Virginia. That is how we met, that is how I know her. So over time
we have always been together kwa family gatherings, ceremonies za nyumbani, so they would come with the husband. So tumekuwa pamoja in such a journey. And briefly, so nilimaliza mimi shule, nikamaliza college, nikaenda zangu kazi. Nilianza na Moyale, nimeenda Marsabit, nikaenda Meru, nikaenda Tharaka, nikaenda mahali inaitwa Kajiado. So wakati nimeenda Kajiado nami ndio maisha imeanza kujisimamisha. So I used to try and naenda nyumbani every Friday kuona wazazi. So I would make sure that ninapita kwa Virginia nikimsalimia na watoto yake. And she can attest to that. Hayuko bali yako hapa. Na saa hiyo ndio bypass ya Kamaki zilikuwa inajengwa. Hata actually ilikuwa rough road. Mimi nilikuwa napitanga kutoka Mombasa road napitia hapo. Naenda Thika at least kusalimia watoto. Hata kama sitapata my brother, there's sureness that kwamba kuna mtu nitapata kwa. Most of the time nilikuwa napata yeye kwa boma na watoto. Nikiwasalimia nikiwacha ile kakitu nimeletea watoto naenda zangu nyumbani. So Virginia is a person who has been very welcoming in my life as a sister, as my brother's wife. So there's nothing ambayo naweza sema ambayo ni mwai. The reason why I'm here is about the way she is born. She's a kind woman. Mtu mwenye anapenda watu, that is the issue. So tumeishi naye namna hiyo. Yes. Hata mimi hizo siku kadhaa tumejuana na yeye. Yes. Akirushiwa kanyama, Farao yuko wapi? Kuja tukule kanyama. She's like that. At least naweza sema nimemingo na watu wengi sana. Yes. But nafikiri Virginia ni tofauti sana. Yes. Okay, yeye ananichukuanga kama Hassan, and absolutely kulingana na miaka mimi ndiye first born. Yes. So ulikuwa umeona kama amependeka nyumbani. Unajua kuna msichana anaweza letwa na kijana uone watu wa nyumbani ni kama hawampendi. It is very obvious kwamba over the years unajua hata dawa ilienda katoa mahali and everything accompanying my brother, isn't it? From that time anything that might happen about inahusu familia yetu, she has always been involved in the issues as my brother's wife. Na wazazi walimpenda. My mom also is an testament to that. Nafikiri watu wanajua hivyo. So sisi kwetu there's nobody who has ever shunned her away. She has always been welcome. She took the role of a sister to us. Actually unajua sisi tulipoteza, tumezaliwa na sisters wawili. One yako alive, so she kind of took the role of the sister who is not there. Hivyo ndivyo mimi nilimchukua. So she is always very welcome. Tangu ile wakati mpaka leo kwetu by everybody who my siblings and my mom. Yes. Okay, kwa hivyo tuseme yeye amekuwa amependeka, kila mtu alimkubali na amekuwa akitembelea events zote za nyumbani. You can ask anybody mwenye nimezaliwa naye na mwenye ametuzaa. They are testament to that. Yes. Okay. Yes. Wow, that's good. Virginia, nasikia wewe nyumbani CV yako iko sawa. Na nafikiri wale watu wamekuona online na hata wakikusikiza wanaona wewe ni mama ametulia, anapenda Mungu. And I think everyone when na watch the witness. Yes. So did you came to know about wakati shida zilianza na mzozano ulianza? Yes, I came to know about that hata bila kuelezwa, and I think it is good to say so. Najua hii story imelipuka 2015. I would like to tell you Balozi ya kwamba najua tunaongea hapa because of ile kupata walipata na my brother. Yes. Lakini before that mimi wakati nimeingia secondary school, it's good to tell you that nguo yote ambayo nimewaiva wazazi wangu hawakununua. Kutoka nguo na viatu, socks, everything zilikuwa zinatoka kwa the husband, the former husband to Virginia. So my parents did not struggle with us wakati tuko high school. He was a good guy as that. Such that tunaona holiday tunaenda kwake. As we go back home, you have nguo za kutosha za kukata miaka mbili. So he was such kind of a man. But mimi sasa wakati nimekomaa, nimekuwa mtu mzima, nilianza kuona there is a gap between me na yeye. Najua siku anajua kuhusu the other siblings. So singejua kwamba kuko na shida, but juu mimi ni mtu mzima and I'm not a fool. Niliona there is a change in him that is happening ambayo
sielewi, but to put everything in a nutshell, ni kusema my younger brother, kabla hii story itokee, alikuwa amepitia kwake kwa boma kwa mjini ya mahali walikuwa wanaishi, isn't it? Na alienda akauliza my brother, wapi pipi yako, wapi Virginia? Kawaida sisi hatumuiti Virginia. Virginia imeanza story hiyo sababu ya watu ya hizi mitandao. I've never called her, she can tell you that. Maisha yangu yote mpaka wa leo, when we are two of us, mimi namuita mama Delito. Because unaweza imagine alinipata nikiwa standard 6. So she is a kind of a bigger sister to me, isn't it? Haungemuita jina lake. You know, normally in the Kikuyu customs, nilikuwa naona haya nikimuita Virginia. So nilisha idea. So I was telling you his story ndio nijue. My younger brother alipita pale na akauliza, akapata hakupata kwa boma. So akauliza ndugu yangu, wapi mama Delito? Akamweleza ni mgonjwa amekimbia kutafuta dawa. And my brother akaona ni awkward because if she would be feeling unwell, the husband would have taken her to maybe the hospital. Unanielewa? Yeah. So alitake time akachukua Lusinya Wera, my brother akauliza mama yenu wako wapi? Akamwambia alienda sokoni. So you see contradicting stories. Ndio ndugu yangu alikuja akanipigia akanieleza, nimepitia kwa ndugu yetu na sikumpata mama Delito. There's something fishy that is going on. Sababu moja, bwanake ameniambia ni mgonjwa, mtoto wake ameniambia ameenda sokoni. So obviously something fishy was cooking there. Ndugu yangu na akaeleza mpaka wazazi. Even my father was alive at that time. So kufupisha maneno ni kwamba I was at home here, nakumbuka kitu 20, if I remember well, 2015 hapo. My brother aliita mamangu akimkaza sana aende wapi, fika kwake. There is an agency ambayo ako nayo anataka waonane. But my mother alikuwa nakataa kwenda. Simply because they were not in good terms na my brother. My brother alikuwa amekata ile talking terms na mamake. Na sisi pia siblings. So if I'm not communicating na wewe directly, simu zangu tukui au Julie hali, ukiniita abruptly nitajiuliza ni sababu gani imefanya uniite. So my mother akakuwa ile hataki kwenda, but my father akamweleza juu wewe umeitwa, mtu hakatai wito wewe. I was at home, I was present at that time. So mother akasema acha tu niende nikasikize. She went for a day. The following day she came with very funny news. Akatueleza ile mambo nimeona kwa ndugu yako, nimeona ushetani mingi sana. You can imagine ati amefungia bibi yake huko juu. Nilienda nikapata. Actually when she went, you see she was forced to go. This is a story from mom now. When amerudi the following day after coming from Thika. Unanielewa? 2015. Sasa ametupata na my father, he was alive at the time. Akatueleza maneno nimeona kwa Kamotho. Sisi tunamwitanga Sami. It is really usikie majina mengine nyumbani. Hiyo maneno iko na ushetani mingi sana because simply she said alia ameenda. Yani your mama amekuja akapata amefungiwa. Yes, that is the issue. Na haezi funguliwa hata mama akiwa amekuja. Hagefunguliwa actually. What happened is that when she went, bula langu alimpeleka table room, and then finally akaji-excuse. Kwani ni kotini? Akamwacha na watoto. It is the kids that mamangu aliuliza mama yenu wako wapi. So the kids were jumping wakamweleza sisi tunamfungianga wapi? Huko juu. And so wakati alipewa the story, people know the stories. I even think that Balozi you know the whole story. Yeah. So in short ni kwamba after mamangu. Unajua sasa sisi tunasikia kama ni movie. At least when you talk, yes, we now believe it because it's from the other side. That is actually what happened, and you know how my mother has brought us in a very Christian. Si ile ya mchezo. Kwetu kama hii si Mungu, you did not belong to that place. And my mother has been amekuwa very staunch mpaka at her old age. Haja ile hata kidogo. So vile alienda na amewachwa na watoto wakamweleza vile mama yao anafungianga kwa at long last bwanake Kamotho sasa alirudi na Virginia akaambiwa ashuke. She has told you the story. Akaambiwa abie mamake look ni sababu gani inafanyanga afungiwe huko juu.
ikasemekana anataka kuroga bwanake, sijui anajipaka vitu za uchawi, sijui ukuta, sijui kwa matiti. Very weird things that even the smallest kids kwa ile boma walikuwa wanaongea. You know, kuna upuzi na kuna vitu vingine ambazo hata watoto wakiongea unajua there is a lot of nonsense here. Unanielewa? And allow me to use those words. So in short, mamangu alikuwa ameitwa awe witness ya Virginia akifukuzwa kwake. But mapenzi ya mwenye alikuwa amemuita hakufika. Because he thought that my mom would be supportive of him. Akisingizia Virginia vile amejaribu kumuua, vile amejaribu kumroga, vile hahusiki na watoto and such kind of things. But mamangu alisimama na akasema hiyo upuzi hataki. So the following day, wakati amelala pale, ndio Virginia alitolewa na akaeskotiwa kwa her late mother. And of course, the same way the kids walikuwa brainwashed. I can call of it being brainwashed. Sababu umeona with the time wakijijua wanarudi kwa mama yao. And then the normal life inaendelea. But at the time wakiwa pale kwa boma, ilikuwa ni mambo ambayo hawataki kuona mama yao. Simply because the father has poisoned them against their own biological mother. So hivyo ndivyo alitoka kwa hiyo boma baada ya utumwa na ufungo wa miezi 5 akiwa amefungiwa. So that is how our mother came from. Hata aliforce kutoka. She did not even take tea the following day in that house. Ndio alikuja nyumbani akatueleza what is happening. Ndio tukaanza kufikiria vile tunaweza sasa saidia. So hii mambo yote ikifanyika, you guys you were already aware. Si ati mlikuwa mnafikishiwa ripoti? We were aware because my mom witnessed it first hand. Virginia vile amefungiwa na akifukuzwa. Yes, we were. What was your response as after kusikia ametoka na ni watoto wameachwa? What was the way forward maybe for the family? It is good to tell you as a person. Mimi ni mtu mzima hivi niliona. My brother ni ile mtu very unapproachable. You kind of get that nilikuwa nimekueleza alikuwa amekata ile links ya direct conversations na yeye. Hakuwa anaongea na mamangu, hakuwa anaongea na siblings, unanielewa? And then he is that kind of man that their word is low. It means it is pure low. One word and it's over. Nakuwa hivyo. He is very unapproachable. Si mtu ati vile unaweza ona if you are my friend. Let me use you. Nione Valodhi hapa hadi mzuri nimuite ni tukae chini. Mwambie na hapa hukufanya vizuri. Can't listen. All through hata nikiwa tumeenda employment me and my younger brother. Ameshi kusema unajua nyinyi ni watoto. Nyinyi msiana unajua nyinyi ni watoto. Kuna kitu mnajua. Those are the words. So he belittles everybody. So I remember mimi wakati mama yetu ametueleza, you know, they were unbelievable stories. Stories that were so full of vitu ambavyo huwezi elewa. Mtu anafungia bibi yake amezaa naye watoto 11. You all know ile vituko alifanya pale. Unajua si hii ingine ya kujaribu kujinasua. You know, it is good. I always say the truth. It will always set you free. And people love truthful people. Do you know why you have become Valodian wherever you are? Because you say what is right and what is true. So nilifika mahali mimi, I don't care about, I have seen a lot in life and I really like to stand with the truth. So wakati tumeelezwa hii story na mahali, they were unbelievable things. Kwa sababu najua character ile mtu anaongelelewa, I believed them and I knew they were true. You have heard the stories over time, and you have it has come to be proven even by my own mom that it is very very true. Ile vitu alipitia. So sisi tujaribu kutafuta marafiki wake at least to know what is going on. But kumbe pia marafiki wake wote alikuwa ameweka fence between him na wao. He was a very unapproachable person. So tukaacha kwanza ngoma icheze vile tutacheza kwake. That is my answer to what did we do. Yes. So akatoka na watoto wakaanza kutoka mmoja baada ya mwingine. Watoto wametoka far much later when the mother has tried to fight for them. Unajua wale watoto walikuwa fed with a lot of nonsense against their mother. Kiasi ya kwamba hata wakati mama yao alifukuzwa, you know,
wanataka kuuza the narrative kwamba mama yao aliwacha watoto. The issue is that hata wakati anafungiwa pale miezi 5, kale kama mtoto kadogo alikuwa nako Maria, alikuwa amenyang'anywa akapewa Lucy. Alikuwa amekatazwa ku breastfeed. Ndio watoto waamini kwamba mama yao kabisa ni mbaya. So you all know that it took the initiative of the mother to kuanza ile process ya kutaka watoto wawe naye. Kuna wale wamerudi kwa hiari, wanatoroka kwa boma, wanatafuta mama yao. Kuna wale wamerudi sababu ya koti. But all that is her effort. Yes. Wow. So ikafika wakati sasa watoto wote wameanza. Kuna mwingine amekatalia huko, although sitaki tumuongelelea sana. Yes, he is an adult. Yes. Because when you are over 18 years, you have a choice to decide whatever you want. Umetaja hiyo, but I will say this. If he knew that he was losing a lot, he would grow up. Let me say that. Yes, he would just Najua huwa anatazama. Hebu mwambie neno because nimemweleza hivi, anaitwa Zaita. Hakuna mama mwingine ataona hapa duniani other than Virginia Wangari. And no matter what nonsense is fed in his head. Huwezi badilisha mamako. Mamako awe mchawi, awe mlogi, awe mwenda wazimu, awe anatembea na matambara. Those are not facts that can change kwamba mamako ni mamako mzazi. What a real man does, and Zoita is a real man, he is over 18, anafunika uchi wa mamake. But because he is in the darkness, he is losing a lot. You know, akijijua, and I hope that ajijue, atakuwa kwa hali safi sana ya maisha. Mimi hata nimemweleza, unajua hata babake hawezi ruhusu mimi tuonane naye. You know, there is no need of kusema uongo. If Zaita angejijua apate nafasi tukae chini tuongee, I think that it would broaden and imuamushe ile usingizi aliyo nayo. So we have met several occasions, several times in town. Hata ukimuita msalimie, he can't. Because the way the father portrayed is that kama sababu tulisupport Virginia, we are evil, they are wako sawa. Yeah. Kwa hivyo yeye anajua hii ni ushirikina yote. Yeah, we are bad people. Yes, that is the issue. Do you think apart from unaweza fikiria ni nini ilifanya huyo Sami ama Kamotho wafanye hayo yote? You know, let me tell you something. Over Balodhi have been allowed and have mingled with many tribes na kwa zile kazi mimi nimekuwa nikifanya. I thought some things inafanyikanga tu huko. When they happened at our home, ama kwa ndugu yangu, nilisikia uchungu mwingi sana. I won't tell you, nimeanza kusema kwamba nilienda Thika mahali ya kwanza, wakati ya kwanza wakiishi, a single room. Single room, Makongeni phase 4. They have grown together, here na Virginia. Building their, they have grown. Building wealth and health together. Na watoto pamoja. Amekuwa nasi. He has told you that. Nimekwambia hata nguo za shule nini ni yeye wakati nasoma. So I have told you that. Agu wakati nimekuwa secondary life, wazazi hawaja struggle na sisi sababu alikuwa. But something funny is that immediately after Virginia amefukuzwa, kaingia mwanamke mwingine. And I think shati aliingia saa hiyo. Because saa hii hata nikikosana na bibi, I don't think that it will take some time for another person kuingia pale. And unfortunately mwenye aliingia alikuwa helper ya huyu, tukiwa wadogo tukienda pale, I knew her. Na I tend to think this. Mimi sitasema, unajua ni watu wazima wawili. Huwezi ambia, kuna mtu anaweza kuambia uache mtu unapenda. Isn't it? Yeah, sure. But whatever entered of whoever entered in Virginia's life or house, they miss my brother. Right now, if my brother is watching this, atasikia mimi ni adui wakati naongea hivi. But I'm here na nikueleze. I still love him. I want him back to be the brother that I knew. Mimi amenipigia simu kuniongelesha a lot of nonsense. It is good to tell you that. Actually, sitaisahau sababu nilikuwa naoga, simu ikabidi nitoke bafu. Nilikuwa nimeiacha juu ya kitanda, nikachukua nikapata ni yeye after so long. I thought it is something ya maana. Lakini anieleza wewe Jimmy,
hiyo bibi yangu ulichukua nimekupea, kaa naye na hiyo watoto ni wako. So hata kando na hiyo, you know, I am not interested in that because I know this is not the person I knew. My brother was a person that angesimama mahali. You would be very proud to say yule ni ndugu yako. Contrary to what he is today. Unafikiria ni huyu mwanamke alimchange? There's nothing else ni yeye. And the vita, na vita inatokea kwamba we refuse to accept him, my mother refused to accept her. That is the issue. So vita ikawekwa kikwazo, you know. Kama nikuulize hivi balozi, Adam mwenyewe ndiye aliumwa na Mungu, akaumbiwa help. Yule helper ndiye alifanya Adam afukuzwe wapi? You know the stories ya kina mingi ya Biblia venye women who are really bad were let down, women. Many instances ukanazo kwa Biblia. Ambia wanaume, because I think women make men crazy. They do. Because huyu mwanamke amekuja ni wewe ni helper, unatoa mwanamke, that's why wakikuwa wanasema dhoya mutumia na mutumia. Because kwani wewe utawekwa maisha gani hiyo mwenye hako unawekwa? I will say this on a personal point of view. Because everybody has his or her own outlook ya maisha. Mimi ndugu yangu angechukua kasichana na huko. Aje kwanza ambie bibi yake mimi nataka kuoa. The law is very clear. You are allowed to do so. Angechukua mwanamke mwenye amechukua akamjengea vile alijenga ile nyumba amejenga na Virginia. Aendelee kusupport Virginia na watoto yake. Awe na consent ya Virginia. Haungekuwa na history unasikia. Si ni ukweli? Because angeifanya the way real men do. Ni wanaume wengi wako mpaka na bibi sita. But you have never heard watu au jaisikia story zao because they have done it there in the correct way. So he messed up his own family. Lakini unajua hataki kuambiwa. Sasa hiyo wakati tunaongea naye hapa, he is really bitter, I know, but you know ukifika kiwango kingine kwa maisha, the truth ni support. Me, I don't care. Because I don't see the reason as to why ufukuze watoto 12 ulete wengine wangapi? 5 na si wako. Sasa wanaume hiyo hesabu tunafanyaga. And then you know unakosana na bibi yako, tuseme kama ni kukosana. A little man does not go out there kuanza kupayuka, bibi yangu alikuwa mchafu na umekaa naye miaka 20, bibi yangu hajui kupika. Mimi nilikuwa nataka watoto 4 ni kama hao wengine waliletwa na Roho Mtakatifu. You wonder when you talk about bibi yako, mliongea kuhusu family planning, dawa ati ilisikia dawa za family planning zinamdhuru kwa hivyo hangetumia. That's family planning done by the woman or is done by both the partners? Because angefanya vasectomy kama alikuwa anataka watoto 4. So what do you come and tell people? What do you want the faith to the 12 kids think of their father? They are unwanted, isn't it? So mimi ile kitu nasema haya mambo yote aliharibiwa na yule mwanamke kuingia pale. She did not come for love. She came to mess what Virginia and the husband had built. And she has done it. Amemkamua. And she's untouchable. Yes, she is. Because unajua sasa wewe ni mtu mzima hata ukichukua kashungwa as long as ni over 18. The law is hakuna mahali sheria inaweza ingilia. Na wewe umekachukua kwa hivyo kana pride ile security huko. Hakuna haja ya kusema uongo. We have tried to remove her, hata mimi initiative, but you see yule amekatalia na yeye unawacha ni wake. Yes. So juzi amefanyiwa interview na labda uliisikiza. Sikumwonage kuisikiza. Because I was not much interested na hiyo interview. In fact hata wakati niliona kukiulizwa Facebook yeko ama isiweko I didn't bother because we already have a project. Na could be that project was meant maybe kuangusha mjengo ama ndio mjengo isiendelee na asisaidike. That's why sikuisikiza. What was it about it na uliona ili make any sense? It was pure nonsense. Let me call it that. And I call it that very firmly because ile kitu nilisikia ni kwamba walikuwa na beti baya. Akasema alikuwa na bibi nyingine mbele ya Virginia. Na hii vita ilitokea wakati aliambia Virginia kuna mtoto mwingine alikuwa amezaa nje, Virginia akaleta vita. Let me ask you. Mama amekuzaliwa watoto 12. Angekuwa na shida ya kuwa ameleta mtoto yake hapa, hapo ndio shida inatokea. And then
the rest of it ulikuwa TV ile Virginia anapenda kukula vile mmemjengea nyumba kubwa. Is the role of a woman kuja kujengea nyumba kubwa na kukula? That is not what men do for their wives. So all in all, hakuna kitu ya it was helping nothing. Vitu mingi ambao aliwekelewa kwamba, let me tell you something. Kwa ile video ambayo wewe hujaona, inasemekana ati Virginia alikuwa mtu ya kuombea watu, kuwawekelea mikono. Hiyo boma ilikuwa inajaa wanaume na wanawake anaombea, mpaka anafukuzwa anaenda kuombea huko kwa msitu. Kamotho'S home, ungekanyanga Kamotho'S huko. Hata sisi tulikuwa tuna ring bell, kunaangaliwa ni nani ndio uingie. So how Virginia alikuwa anakuja kuombea, if it would have happened, alikuwa anapitia wapi? She would be dead if it would have happened. Hata hangekuwa na zile guts. Because alikuwa amewekwa, unajua ndani ya chupa. Chupa ikafunikwa na ikatupwa kwa ocean. That is the life she had. She had no say. I don't think that Virginia hata angepata na ile uwezo ya kutoa maoni kidogo. You know, I don't think so. Chenye umeambiwa ndio final. Hakuna competition, hakuna kusema so and so. You know, it was a very funny life ati watu wanaona TV hapa. Mimi ni mtu mzima, hata nimetoka kazi zangu, nimepitia pale kusaidia watoto. Watu wanaona TV, akifika watoto wanaamka wanaenda. Alafu wanaweka channel ile anataka kuona. It is him and his. Na hiyo channel ni hiyo na msitake ingine muoche hiyo. She ask her, you know, si kuelezwa, you know, me I witnessed that. But you know, hiyo wakati sababu walikuwa naishi sawa. Sema waendelee na maisha yao. Yes. So kueleza watu ati Virginia alikuwa anaombea, wangepita wapi? Huko ni nani angekanyanga? Huko ile mtu alikuwa anakanyanga ni yule alikuwa yeye anataka kanyanga kwa hiyo. So hizo stories, they are ghost stories, anaziota. Kulikuwa na haki ya kufukuza firstborn. I know what, you know, let me tell you right now. Firstborn, Davis Little. CDM mkubwa kwa ile boma ya Virginia na Kamotho. You know, alianza kuona at night now, you know, we are more so of friends to David kuliko vile mimi ni anko yake. We are so much together. Alifukuzwa sababu alianza kuona ile madharau na vitendo visivyo stahili mamake anafanywa na babake. And you know, as a man, ukianza kuona hindrance kwa path yako, there was no other way, lazima angefukuza David. And you know the story of David, vile ameumia Nairobi, amelala mpaka kwa brothel sababu ya kukosa mahali ya kulala, simply because the father, in fact, alifukuzwa na act. Auliza or if you get to have time to ask that. So alifukuzwa na haki gani? Alifukuzwa sababu alikuwa anauliza maswali babake kuhusu vile mamake anatendewa. That is why there was no reason kufukuza. And actually that boy has suffered. Ni vile tu Mwenyezi Mungu wako akaweza kusimama tena. Yes. So kama anko, sasa baraka ya hawa watoto iko na babake. I mean baba yao. Na kusikiza. So what do they do? Because at the end of the day, he will still remain the father. And I've always told them. Wa kwanza wale wamekomaa, kina Devia, kina Lucia, kina Young Blood. Najua wale ni watu wazima sasa. He will not change from being their father. He won't. But tena asiwauzie uoga ati sijui lazima wafanye ama wakuja kwa staili. Babako, kwani kuna staili ya kukuja kwa kwenu? If I want to see my father, if he would be alive today, ninaomba ruhusa, si I go to him. Isn't it? Lakini kutishia watoto ati sijui wananiibia huko, sijui sitawabariki. Yes, unasema baraka ziko na baba yao. No human being blesses. All blessings come from God. Na Mwenyezi Mungu akiona that the father is in the wrong, hakuna blessings zitazuiwa kwa wale watoto. Nafikiri ni kama curse. Curse that does not have meaning. Haiwezi kukushika. Not unless it happens or it comes from God. In the right way, after Mwenyezi Mungu kuona inatosha. But mtu ya dunia hawezi kutisha ati akwambia sababu mimi ni babako sitakubariki. That is nonsense. Yeah. Kwani God does not need a witness kuona what is happening. Anajionea na macho yake. So watoto waheshimu baba yao. They are not going to get another biological father other than that. And they have done so. They have tried even to get in touch with him. Lakini najua yeye ndiye anaweka vikwazo. So baraka watakuwa nazo. Wow. Okay.
So ikiwa, because at the end of the day there's some of the things watahitaji kutoka kwa babake. Yes. Maybe in future. Yes. He is not accessible. Yes. Na lazima wapate kutoka kwake. Yes. Watafanya nini? Unajua, acha nikueleze. Life cannot stop mahali ati ufungie maisha. Unajua, sorry to say so. Unajua Tabitha alikuwa amefungiwa a lot of talent, a lot of Virginia. Yes, tunaweza sema she has got a lot of I don't know what I can say na kwa Kizungu ama Kiswahili. A lot of potential was in her. A boy ilikuwa imelaliwa na Kamotho. This lady sings nicely, unaona. She's an outgoing lady. Amesimamia mjengo personally. Unaona vile inakuwa. Pale alikuwa anajua yeye ni mjinga. Yeye ni bure. Saa hizi tukionana na yeye anakupangia vitu, anakuambia mawe imefika kiwango hiki. Yes. Unaona huyo mtu ni mtu ako na mipangilio, unlike chenye unasikiza. Alafu anaelezwa ati yeye anasahau kama gili. Very very funny things. Now I was saying this. Vile alikuwa amefungiwa maisha yake. Mwenyezi Mungu si alimfungulia. Same way. Hii watoto wao watataka kuwa na issues ambazo zinahusu baba yao kwa maisha. Mimi ningemuomba sana kwa unyenyekevu asifungie watoto yake baraka. Ama wakitaka kumuona wamuone. You know, he is not going to change from the father. And he does not have to like them. Ndio awafanyie, but the issue is hawezi distance na damu yao. Maybe mtoto anataka kuoa, aweke hiyo kiburi chini, atimizie mtoto ile kitu ambayo inatosha. But I'm gonna tell the kids, if it becomes like that, maisha yao itasimama. Haiwezi mama. The necessary actions will be done. And even there is an uncle. Yes, an uncle plays a big role to that kid. Ndio ninasema maisha itaendelea na Mwenyezi Mungu juu ako biguni anaona hatufanyi kwa kiburi. Hatuwezi fugia watoto. Kwa sababu maisha inaendelea, he is growing older and now they are maturing. Maisha itasimama sababu anataka kusimamisha maisha ama kuwauzia uoga. Usikuje hapa utapata baraka. No. There will be there things will happen. Lakini mimi naweza muomba kwa mnyenyekevu. If he would come here as a man akae chini. Mimi sijai address yeye ama let me say this. Unaona vile mtu anakomaa na mimi naenda kazi, tuseme pengine at that time na kunywa kachupa yangu, singemkaribia. Si sababu ati atanifanya chochote. I had the respect that he was my older. He is my older brother. I have always treated him that way. Hata kujificha nikifanya tu vitu weird ama kule mtu anafanya watu wa maisha. But now yeye anachukulia hiyo ni utoto ama anachukulia bado sisi ni watoto. So maisha ya watoto yake nayo haitakosa kuendelea sababu nayo hawaoni kama wanakoma. But if he is a gentleman enough, let him be there for his kids. Yes. Now that Virginia is here, na uko hapa, kuna huyu Dhoita. Yes. And the reason as to why nitakuuliza hili swali, it's because Virginia amekuwa akitatizika sana. Yes. Na wakati mwingine unaona ameenda huko na hasira. Yes. Sisi tunamuadvise, tunamwambia huyu mtoto ni over 18 na Mungu ndiye atamtoa huko. Because at the end of the day ni Mungu aingilie. Sijui kama unaweza mwambia neno wakiwa hapa, maana huyu mtoto huwa anamuuma sana. So hata tukimwambia asiende, anakaanga ananiambia sasa. Mimi unaona kweli yenyewe uchungu ya mama bado iko. Atafanya nini? Utamuadvise afanye? Nitakueleza hivi, Virginia is the biological mother of Dhoita. Uchungu ile yako nayo ya Dhoita mimi siwesikia. Ni ukweli ama ni uongo? It's very strong. Ni kweli. Ile yani ya kutaka kuona mtoto yake. Naona hako na hao wengine but anakosa mmoja. There is no difference. Yeye haoni mtoto yake akiwa na any other character other than yeye ni mtoto yake. Mimi siwezi ambia Virginia awache kwenda kutafuta mtoto yake. Because consistency huwa na mazao. Sijui kama utasema ni kama vile kuku wako na vifaranga mingi. Yes. Kamoja tu juu anasikia sauti yake anakosa amani, anaacha kwanza hawa ashughulikia au kamoja. Hata kwa Biblia kondoo moja akipotea ilisemekana nini? Unaenda kutafuta, unaacha hao wengine wanatafuta huyo mmoja umrudishe kwa zizi kwa hawa kondoo wengine. So mimi siwezi mwambia awache. Why? Because he has that pain. Ana hide kwa mahali nyingine anaenda kutafuta mtoto yake.
maybe that consistency will bear fruit. Siwezi mwambia awache. It will be very bad kwa mimi kumweleza awache, hapana. Because I cannot know what she feels. But I only imagine what she feels. So kumweleza ati awache, mimi naweza mwambia insist till it comes to happen. Okay. Yes. So sasa nyinyi kama familia, what do you think? Are you guys supporting Virginia in any way, ama mnatarajia labda kumsupport kivipi? I know mmesimama na yeye in terms of because wakati alitoka kwake angekosa support yenu, sasa angeisha. And let me say this, like for example tuseme in some of the families, if the husband amekufa, unapata familia inamgeuka, hata inafukuza huyo mama. Hata kuna wengine wanaambiwa mazishi ikiisha usikupate hapa. Hata niko na rafiki yangu alikuwa hapa juzi. Sasa yeye alipigiwa, mzee si amekufa. Simu ya kwanza ilitoka kwa mama mzee. Fanya hivi, tupatie kifunguo, tukatoe vitu za bwana yako ama kwa kijana yetu juu umemuua. Unajua kwanza inasemekana umemuua. Yes, wewe umekula mtoto yetu. So ni security gani yako nayo kwa maisha na support gani labda mnatarajia kumpatia? She does not need other security. She is very secure with us. Virginia akifikiria kuamka asubuhi aende kuona mama yake, she does so. Unajua kwanza hiyo ni kitu kinanisumbua. Kuna mtu ambaye muuliza hata saa hii akisikia atatoka hapa kwa balozi aende kuamsha mama yake, nobody will ask her that. Hiyo ndio kitu watu hawaelewani. Secure ya kwamba huko ni kwao. You know, at home we have ile shamba inheritance. Yule mtu amekomaa kwa Virginia ni Davis. Nimemweleza Davis ile ni shamba ya babako. He may not be interested with it, baba yako. Chukua miti panda, because at the end of it all, it will remain to be your inheritance kutoka kwa kuka yenu. So, si huko ndio wamezaliwa. Isn't that their biological home? So, what other security does Virginia? Virginia hataki security ya mtu. We are there for her. As a family, as the Little's family. We are there for her. Nimekueleza. Sasa yule queen post kwa hiyo boma yetu saa hii ni our mother. God, I thank God amemweka. You have seen the character and the way anachukua Virginia ni nani kwake. So she is secure. Virginia akitaka kufanya any ceremony, be it good, be it whatever, you know, life has different occasions. Ile mtu anataka, we are all there to support. Na hezi ita moja yetu tukose kuwa pale. Why not? Yes. Other siblings pia wako sawa na yeye. All of them. If God allows and time allows, utasikia kutoka kwao. Yes, because it is good that you know that 100%. Si tunamsupport, she is our sister. That is it. She became our sister now. And there is no other way. Na ile kitu itatenganisha sisi na yeye ni wakati mimi siko uhai tena. But as long as the days of my life, itakuwa naye na familia yake. My mother has said so. So what else does she need? She support base yetu intact. Okay. Hawezi kuwa shaken na anybody. Yes. Najua mnaongeaga sana labda kuliko mambo yenye atatuambia online. Yes. Do you think she's, according to vile mnaongeanga, she's comfortable with the current life? Yenye naka? Currently, kwa kivyangu, she is 100 better place than the slavery she had been in for 20 years. Sababu she is now, I've told you, a lot of potential yake ilikuwa imelaliwa. Amejielewa, you can see how she sings, you can see how the projects that she does, unaona vile ana inspire na kuweka watu hope. People that are really hopeless in this country and outside. So, I think that she's living her dream right now. Yes. What do you think is the best way to make sure hawa watoto, unajua naona kama bado wako na ile trauma? Wako nayo. Because I mean, kila mtoto akiona mamake anateswa, you have that bitterness in you. Yes. Ndio hauwezi fanya kitu kwa wakati huo, lakini kuna hiyo bitterness inakuuma. What do you think we can help them to? I want to tell you this, on a personal point of view. Kwanza wale wamekomaa. Unajua watoto wadogo, they might not, they forget. Wale wadogo akina Maria, they forget because, si ati ile kusahau kabisa, but si kama hawa wamekomaa. Na my initiative ile nimefanya mimi nimeongea na wao. We keep on talking. Hata juzi wakati
young brother amesikia babake akisema ati alikuwa anataka watoto 4. Na unajua young brother is the fifth born. Alianza sasa kujirisha, kumbe nilikuja kibahati mbaya hii dunia, you see. And so I keep on talking with them, talking to them, interacting, kuwaonyesha that life sio pande yenu tu, it has a lot of downs, it has a lot of ups. So I'm gonna tell you this for free. They'll be okay. With the support that you people have given Virginia and the family, over time, they'll come to forget about it. But I keep on reminding them, babaya wako, akijisikia hawahitaji, they should never forget that he is the father. Yes. Wow. Wakati ulisikia tumepanga kumjengea na tukaanza, how did you felt? This is a story ilianza nikiwa kabla niende. So I came to tell Virginia, naona hii story inaanza kuongewa hapa ya nyumba ati inaweza nunuliwa kiwanja na kujengwa. It is a dream iko kwa akili za watu, but it is going to happen. I knew it would happen because I knew you people how much you have supported her. And I felt so nice to answer you, nilikuwa nilisikia mzuri. Na nitaridhika ile siku nitaona Virginia na watoto wake kwa nyumba. My heart will be at peace. Wow. What an uncle. I wish kila mtu angekuwa na uncle kama huyu, naenda unaketi na yeye tu mnaongea, anakupea hope hata kama umefukuzwa kwenu. Because Davis having such an uncle, nafikiri your dad is well represented. You know, at times ni vizuri watu wanajua. Unajua kuna watu kama hata kwetu kuna watu tulikuwa tunajua huyu alifukuzwa na babake huyu, na hakuna ati makosa kubwa alifanya. You know, Balozi, let me tell you, difference ilitokea between Kamotho and Virginia. Haikutokea between sisi siblings wa Kamotho na mama yetu na Virginia. Theirs was personal. As vile walikuwa wanakaa kivyao. But you know, sisi friendship will develop over the years. Why would we cut it because simply wamepart? But of what use would it be? Let me ask you one thing. Unajua kuna hii at least mama alikuja akajionea. Yes. You also was involved kidogo na ukaweza kujionea. Yes. Let's speak na tuseme, assume kuna familia hapo. Mtu kama Virginia amefukuzwa kwa boma fulani, na familia haijui kuna kitu ilikuwa inaendelea. Would you advise people to at least kwanza wachimbe, wajue chanzo? That is the problem that we do as the human folk. Because we judge. Mtu kwanza anataka kusaidi sana na ile watu wamezaliwa na wao. Bila kwanza dig in na kujua the real stories. And then we love so much to be attached with the people ndio tuonekane wale tumezaliwa nao. Ndio tuonekane tuko sawa na wao. But you know, I came to realize that it is always good to start with it. Before you start with the truth, dig up for the truth. Because tungekuja vile mamangu aliambiwa, the initial issue was that huyu Virginia afukuzwe mamangu akiwa. Ndio isemekanange, even my mother played the part ya Virginia kufukuzwa. But tukamshika. We tried to know what was going on. Na kwanza yetu haiko ya kuchimba, we knew her character. Hata wakati na happen tunajaribu kuuziwa hizo vitu za upuzi. Ungesikia tu mtu nyumbani akisema, ai Virginia, vitu wanaambiwa ni uongo. Before you even knew. And eventually the truth came to be revealed. Because it is always good to have a character ambao watu wanaportray, wanasema maybe Balozi yako hivi. Ikisikika kitu kingine ambao ni contrary na hiyo, watu wanadoubt sana. We doubted and it came to be proven that ilikuwa ni uongo wanawekelewa. So as you have asked me, people, vitu kama hii itatokea kwa maisha, please don't just chase someone away. Ama sababu bwana ya mtu amekufa mnafukuza bibi yake, sababu ya vitu kama shamba, hizo ni laana kwanza baya sana. So always try to, Mwenyezi Mungu hubariki. Na sio lazima sisi tulio hai tubarikiwe. Unajua uko na watoto, unataka wagawe zile blessings za ile uzuri umefanyia watu. It is always good to kujua ukweli and then act after you are very much sure with the truth. Wachana hearsays. Yes. Wow. Nimeambiwa ni baba mdogo si anko. Lakini kwetu sasa wewe ni anko wetu. Ndio kila mtu anapenda kuidhanishwa na anko mzuri. I'm humbled na si mimi ni Mwenyezi Mungu. Na mwendelea kumuomba aniweke. So you would promise these people that utasimama na Virginia hadi mwisho? They know I will do that. Nothing will bring change. So you have been doing it so si ati itaisha. Yes, they all know and
kwa nini iishe? Si mimi, my siblings and my mother. I have an elder sister mwenye nimefuata akiwa Nakuru. Virginia hawezi enda Nakuru akose kwenda kwake. She ask her the relationship that they have. Hata juzi nimemwambia arushe kitu kidogo ya nyumba, hata nilisahau leo. Nitamkumbusha kesho. Okay. Sio nasikia. Okay. Wow. Umesikia wewe mwenyewe. So ungetaka kuambia hawa watu kujengea Virginia is the best idea that we can do for. I think it was not something that happened. There's nothing else that imefanyika ambayo siwezi linganisha wema wake nayo. It was the most amazing thing to do for Virginia. Na naambia watu sababu mlianza from the foundation mpaka mahali ilipo. Haiwezi kuacha ikiwa skeleton. We are going to walk this journey to the end. Mpaka wakati tunamuona akiwa ndani ya nyumba, I enjoy maisha yake. Being a happy woman that she would like to be. So si tulianza kuifanya. Let us do to finito. That is it.